nini, Bwana? Nitamke maneno gani kinywani? Nikushukuru jinsi gani? Nisimulie vipi mimi mapito niliyopita kuja hapa? Nikutukuze vipi Mungu? Niseme tu Bwana Mungu, asante na kushukuru. Narudia Bwana Mungu, asante na kushukuru. Katikati ya safari, maji yote yakamwagika chini, lakini kwa wema wako ukayazuia. Baada ya ufunguzi huu sasa tulikuwa na utambulisho, tulikuwa na kwaya ambayo nadhani ndio anamhudumu hata kaka Richard Mpinga itatutumbuiza wimbo, na hatimaye tutakuwa na keki. Baada ya keki tutakuwa na zawadi. Baada ya zawadi tutakuwa na neno fupi kutoka kwa padre yeyote aliyeongozana na padre Liti. Baada ya hapo tutakuwa na wimbo au burudani fupi kwa waalikwa wote, lakini tutafuatiwa na neno la shukrani kutoka kwa padre Dietrich. Japo kulikuwa na maneno kule kanisani, kuna wengine wakuwepo kule kanisani wapo hapa, basi tungetamani pia na saa zako maneno yako hata huko yarudiwe na mengine yaongezwe. Kisha tutakuwa na neno kutoka kwa paroko au aliyekaimu, lakini pia tutakuwa na chakula na hatimaye tutakuwa na kufunga na maagano. Hivyo baada ya haya machache kutanguliza ratiba hii, ninaomba padre utufungie kwa sala. Mwana na Roho Mtakatifu. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai, afya na wito ambao unamjalia kila mmoja wetu. Na katika siku hii ya leo kwa namna ya pekee tunakushukuru kwa zawadi ya wito wa upadre katika kanisa. Tunakuomba uwe pamoja nasi katika hafla hii fupi, ambapo ni nafasi yetu sisi kukushukuru kwa miito na kwa namna ya pekee wito wa upadre ambao unatujalia ndani ya kanisa letu Katoliki. Tunakuomba utuongoze, uwe pamoja nasi, ili basi tuweze kufurahia siku hii, tuweze kufurahia hafla hii tukikushukuru, na hapo tukuomba neema na baraka zako tunazozihitaji sisi katika maisha yetu ya kila siku. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
aweze kutuongoza. Karibu mwenyekiti wa parokia. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nafasi iliyopo mbele yetu ni nafasi ya kutambuana, kufahamiana kidogo mbili, ili angalau sherehe zetu zinapoendelea kila mmoja ajue ipo na nani. Tutambulisha kwa nafasi mbili. Nafasi moja nitamwachia baadaye baba Chapelekazi, yeye atamalizia. Kwenye hafla hii tuliomba tushirikiane na uongozi wa Kigango ambao ndio wenyeji wetu halmashauri ya wilaya Kigango. Naomba kama wapo basi wasimame. Hawa ndio wenyeji wetu. Tunapoendelea na hafla hii basi kila kitu nadhani wametuwekea sawa. Sehemu ya pili tulialika WAWATA ngazi ya parokia, kama wapo wasimame wapunge mkono. Lakini pia tulialika utume wa Fatima ngazi ya parokia. Tulialika pia Legio Maria ngazi ya parokia. Nafikiri wapo njiani wanakuja. Tulialika pia uongozi wa kata ngazi ya parokia. Tulialika pia UWAKA, Umoja wa Wanaume Katoliki Tanzania, parokia ya Ibachana. Basi nafikiri wapo njiani. Lakini pia tulialika Uvikanjo. Basi tulialika pia utoto mtakatifu. Tulialika pia walezi wa utoto mtakatifu. Pia tulialika KYSS matawi matatu kwa maana ya Ibachana sekondari, Mtapa sekondari na Usuka sekondari. Kama wapo basi wasimame wapunge mkono. Pia kwenye hafla hii tunao wachungaji wetu makatekista wa parokia Ibachana, baadhi yao wengine wamesafiri kwenda Mlevela kunafikio na wenyewe. Basi waliopo wasimame wapunge mkono. Asante. Hawa ni maniaba tu, wengine wengi wameenda Mlevela. Kuna tukio la jubilei ya katekista mmoja wetu pale Mlevela. Lakini pia pamoja na wote niliowataja, wapo pia viongozi wa halmashauri ya wilaya ngazi ya parokia. Asante. Lakini pia wapo waumini wa Ibachana, waumini wengine ambao hawajatajwa kabisa, naomba wapunge mkono popote walipo. Basi tulialika pia kwaya ya Mtakatifu Rafaeli parokia ya Ibachana, Kigango cha Ibachana. Naomba wasimame wapunge mkono. Asante. Basi kwa nafasi hii ya utambulisho wa eneo la viongozi wa kanisa, viongozi mbalimbali wa kanisa, nafikiri itakuwa nafasi yangu inatosha. Naacha nafasi kwa baba paroko msaidizi Father Njiwele. Akimaliza kutambulisha yeye, basi tutaomba familia Mpinga na Mavika aliyeangaliwa basi atatambulisha kazi ya familia. Asante. Basi kazi ndogo niliyopewa nianze kutoa utambulisho safi ulio mbele yenu. Nikianza na urika, yani kadiri ya umri. Kulia kwangu kabisa
mhubiri wetu ambaye alitutambulisha kanisani. Naomba asimame tutambue uwepo wake. Tunyoshe mikono. Halafu hapa naye atapata kutambulisha kanisani. Naomba asimame jali na waseminari. Na upande wangu tena wakulia, baada ya mwanetu Chepeke ni frateli, tunaita frateli au seminari kubwa. Naomba usimame kwa sababu wamesikia sauti yako, wewe unaweza kutambulisha. Asante Baba. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi ni seminari Valens Octavian Mlilo kutoka parokia ya Manga. Ninasoma seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peranio na ikiwa mwaka wa 3 wa falsafa. Asante. Basi kuja hapa uliona kwa ajili ya mapumziko, lakini tukikaa faragha nikasema wewe usiishie kucheza mpira tu kwa miguu. Mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo vijana wa Mkacho na timu zote zinazofungwa zile zote zinazofungwa. Tumtumie kipindi anapokuwepo kwa ajili ya kuboresha usakataji wa kabumbu. Lakini mimi nikamwambia mimi kucheza sasa hivi haiwezekani. Kwanza refa tu nikiomba niingie ananipa kadi ya njano. Nikamwambia mimi naweza kuimba. Kwa hiyo kikao watu wanaweza kuimba. Tunaimba kwa wimbo wetu hivi tunacheza. Unaweza kuimba sasa? Amesema baadaye anaije. Mimi nataka tuimbe tumalishe, amesema baadaye. Nadhani mwenyekiti akisahau kujitambulisha, naomba nimtambulishe pia sana. Nitambulishe. Basi ni Baba Chapikazi yuko hapa parokiani kwa mapumziko, lakini pia kusaidia uchungaji ndani ya parokia yetu, na anatusaidia pakubwa mno. Naomba tupigie makofi kwa Mungu. Nilikuwa naongea na baba paroko kwamba hivi anaweza kupata angalau kwa mwaka akaisha. Akasema basi tunaongea kishughuli. Sasa kishughuli leo kuna tunapakisha. Basi nilifanikiwa kutambulisha familia kwa Njombe, Luluga parokiani na Luluga pale nyumbani. Lakini katika nafasi hii naomba walezi wangu wa hapa Igwachanya wanisaidia kutambulisha. Kwa ninavyoona leo naweza nikakosea. Asante. Ni huko nyuma kabla ya tarehe 10 alikuwa na haki ya kufanya hivi, lakini kwa leo ameleta chenga tu, na mimi nimeshakubali kwamba yeye ni baba. Habari mdogo wangu sijui na nini, hiyo tunaweka pana. Ni kuombe na ndugu yangu Kikolo, huyo sio mwanafunzi wako tena, ni baba. Basi utambulisho uende kama ifuatavyo. Ni waombe wazazi wa Padre Titi, Mama Ana Cosmas Wewe na Mzee Daudi Zakaria Mpinga, simama mpunge mkono. Asante. Basi kama mlivyowaona walifika mahali walikuwa wanahitaji msaada ili mambo yaweze kwenda. Basi tuliokuwa jirani sana na Padre Dietrich Mpinga, naomba tusimame. Baada ya hapo Padre Dietrich Mpinga wakati anaishi ndani ya familia hii, basi aishi kama mtoto wa Semaviki, na wengine walichanganya, walisema yule ni mtoto wa Semaviki. Sasa ninawaomba wale ambao
walifikiri ni wamoja kwa mtindo huu, na wenyewe wasimame wapunge mkono walielewa. Basi hatua inayofuata nitambulishe maana ya familia ya mzee Daudi Mpinga. Hawapo wote hapa, lakini baadhi yao wapo. Mzee Daudi Mpinga pamoja na Ana walibahatika kuwa na watoto 9, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda mmoja wapo aliyejulikana kwa jina la Salome, basi alimuita mapema. Yote ni mapenzi ya Mungu. Hivyo ambao tuko hai tukiendesha na baba Bitriki tuko 8, wasichana 3 na wavulana 5. Sasa ninaomba wale ambao wapo wamebahatika kujumuika hapa tusimame tupunge mkono. Basi kwa upendeleo, baba Bitriki katika mtiririko huo wa watu 8, yeye ni namba 7. Hivyo basi yeye amebahatika kuwa na mdogo wake mmoja. Kwa hiyo tunaomba naye kwa upendeleo asimame apunge mkono. Basi baada ya utambulisho huo, Igwachanya tumezoea kuita Mwalimu Mpinga, Mwalimu Mpinga njoo tusaidie. Sasa Mpinga kama mwalimu amefanikiwa kumtreni mke wake, naye ni mwalimu wa kwaya. Naomba wote wasimame, wote wawili. Kama mnavyomwona Nota James Mpinga, na huyo mama simtani yuko vizuri. Baada ya utambulisho huo, niendelee nitambue uwepo wa kikundi naitwa Tupendane Group, ambayo wanafanya kazi pamoja na mama Semavika. Wasimame watupungie mkono. Basi kutoka kwa kina Mavika, kutokana na umbali na majukumu mengine, wamekuja kwa uwakilishi. Nitakwenda kama ifuatavyo. Yupo Dr. Rogatus Joseph Mavika, amewakilisha akina Mavika kutoka Iringa, ameongozana na Mrs. wake. Naomba wasimame wapunge mkono. Wapo wengi, lakini basi katika ukanda huo amewakilisha kwa mtindo huo. Lakini huko Mavika wanaoishi Morogoro, na wenyewe wametuma binti aje awakilishe katika nafasi hii. Asimame na punge mkono. Grace. Wapo akina Mavika wanaoishi Dar es Salaam, basi wameona vizuri afike mmoja kwa niaba ya wengine waliobakia, naye ni Mavika asimame kwa niaba ya wenzake. Familia yao imebahatika sana kwenye eneo la afya. Kwa hiyo yuko dokta pale na mke wake pia ni nesi pale Ipamba. Aliyesimama sasa hivi pia ni mhudumu kule Dar es Salaam Mbagala, eneo hilo la afya.
bila kusahau aliyopo hapa naye, huyo nadhani ninamfahamu zaidi. Idara hiyo ya afya. Basi niendelee kufanya utambulisho tena wakati wa mchakato wa kuona namna gani baba yetu Dietrich atafika kwenye lengo lake. Tuliomba msaada. Wengi wetu ni hapa Igwachani. Basi marafiki wa padre, wakati ule tuliunda kama shemasi, lakini Mungu bariki, zoezi lilienda vizuri na likabadilika. Niwaombe marafiki wale waliofanya jitihada za hapa na pale ili kumsaidia baba pale, na wenyewe wasimame wapunge mkono, ili na yeye leo wengine itakuwa ni mara yake ya kwanza kuwaona, wakiongozwa na ndugu Kikolongo, wasimame wapunge mkono. Nadhani hao ni baadhi tu, lakini wapo wengi. Pia niliweza kualika katika tukio hili wanangu ninaowalea. Wewe ni baba, sasa na mimi mwenzangu ni kapande kangu ninaowalea. Kwaya Mtakatifu Cecilia kigango cha Igwachani, wasimame na wapunge mkono. Lakini pia nilizialika kwaya za hapa kigango cha Igwachani. Nianze na Kalole Rwanda, na wenyewe wasimame wapunge mkono. Mtakatifu Gabriel kigango cha Igwachani, simame wapunge mkono. Basi nawashukuru sana. Padre Dietrich, kozi zetu ni pana sana. Basi nawaomba binamu zake wa Dietrich na wenyewe wasimame wapunge mkono. Basi huko ninaposhinda mimi na wenyewe niliwaalika kwamba tushirikiane katika nafasi hii, kwa maana ya Igwachanya Sekondari. Niwaombe mwenyekiti na katibu wa ustawi wa Igwachanya Sekondari popote walipo wasimame wapunge mkono. Basi hao waliosimama hivi punde ndio wanaotuunganisha sisi wafanyakazi wote Igwachanya Sekondari. Mmoja akiumwa, mmoja akiwa na tukio kama hili, basi wenyewe wanatuunganisha, tunaweza kufanikiwa kulifanya jambo. Baada ya utambulisho huu kwa nafasi hizo ambazo nimekwisha kuzitaja, niwaombe sana ndugu zangu, tuendelee kushirikiana, tuendelee kusaidiana ili sala zetu za pamoja ziweze kumfanya Padre Dietrich aufurahie utume aliokabidhiwa. Usikizini nasikia sauti
tuwaletee wale wafungua shampeni ili waweze kuzifungua. Watakuja wanipokelee mimi hapa kwako nije. Padre uliyeongozana na DT, hapo pana vifaa vingi. Chagua kifaa kimoja kinachomfaa DT kuikatia hiyo keki. Asante mka. Utasemea neno. Karibu. Keki ni ishara ya upendo. Asanteni nyote kwa upendo wenu kwangu mimi. Asante. Amekata hiyo keki kwa namna hiyo, lakini ni ishara ya upendo kwetu sisi. Sasa ningeomba huo upendo huo udumu kwetu, lakini aliyeandaliwa kututayarishia hiyo keki aweze kwenda kutuwekea mambo sawa, na hatimaye Baba Dietrich aendelee na zoezi lake. Karibu. Asante sana. Wote tutaenea na tutakula. Kwa hivyo niombe wewe unamfahamu, uanze kumlenga huyu. Karibu. Asante. Mungu zamani ni yule aliyekuwa kumbukumbu leo kubwa. Mungu yeye alikuwa sielewi. Asante. Asante sana. Basi na yeye amesema hata kuacha, na yeye lazima amrudishe fadhili hizo. Karibu. Asante. Basi kumbukumbu
ndugu zako zitadumu vizuri. Niombe, lakini pia lazima kushoto kwako kuna babako. Bado kuna sehemu alikukumbusha kuwa baba anabakia kuwa baba, mtoto anabakia kuwa mtoto. Ninaomba naye useme umekubali kuwa baba anabakia kuwa baba. Karibu. Asante. Asante sana. Asante. Lakini pia yupo aliyesema ulipo yupo, ameongozana na wewe mpaka sasa, bado yupo. Naomba naye ukumbuke kuwa na wewe alipo utakuwepo. Karibu sana. Asante. Asante sana. Basi mawaidha aliyokupa kukukumbusha na ataendelea kukukumbusha, ninaomba sasa uongozane naye. Wewe unatambua sasa, na mimi hapa sielewi. Wewe unajua nguzo. Asante sana. Asante. Basi Baba Nishiki, ninaomba muongozane, msimame hapo kwenye meza kuu. Kama kuna taarifa ya zawadi, fika kwa MC aweze kukuweka kwenye orodha. Lakini nadhani tuliokuwepo kanisani hata nusu hatufiki, na tulizuiliwa kumpa mkono Baba Nitri. Kwa heshima kubwa, baba paroko msaidizi, mapadre na hasa baba yetu padre mpya, Padre Dietrich Lubinga, sisi tuliopo mbele yako ni wachache tu miongoni mwa marafiki wa Padre Dietrich Lubinga. Tunajua tumetoka mbali kidogo, tulikuwa na zoezi la kuhakikisha walau tunapunguza, sio kuondoa kabisa, changamoto iliyokuwa nayo toka mwanzo ya kununulia mavazi. Lakini niwashukuru pia hata wanakamati wenzangu, tulikuwa tufahamiani, kwa tulikuwa tunaonana kwenye mtandao tu. Ni bahati ya pekee leo kuna wengine tunafahamiana hapa hapa. Niwashukuru sana. Mimi kama mwenyekiti, lakini tulikuwa na mtu wa hamasa, tulikuwa na mtu wa mtunza hazina wetu. Basi tulifanya kile tulichofanya kwa udogo, tunaomba tupokee. Lakini pamoja na hilo, leo tunatamani tunapoagana na wewe kwenye ile kundi, si kwa maana tunajiondoa kabisa, bado tutaendelea kwa marafiki, kwa maana ya kuomba, tuendelee kukuombea, na sisi tunakuomba pia endelea kutuombea. Basi nasibu ni nafasi ya kumkabidhi kile tulichokuwa nacho, kilichobaki mara baada ya kutekeleza yale tuliyoweza. Tunaomba tukabidhi. Asante sana. Asante. Majina naitwa Edwin Richard Mpinga, nilikuwa katibu mkuu wa kundi la marafiki wa Shemasi, ambaye sasa tunaitwa marafiki wa Baba Padre Dietrich Daudi Mpinga. Asante sana. Kristo
Mapanga kutoka Utinga wa Kimungu. Asante sana. Asante. Msifu Yesu Kristo. Naitwa James Muhoni na nilikuwa na mgeni. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Tumaini Salimu. Kwenye grupu nilikuwa kama Salimu. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Suzana Mfugale na ndio kwa dunia kwenye kundi. Asante. Asante. Kristo. Tumaini. Naitwa Devota Nyakunga. Jina ni Bwana Yesu. Asante. Kwa jina naitwa Eleonora Danda. Kwa jina ndio nilikuwa natumika Eleonora Danda, mke wa Batoli Ngahara. Asante. Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Yesu Mchamwe, ni grupu nikiwa kwa jina la Yesu Mchamwe. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Natumia jina la Rehema Msiku. Asante. Tunashukuru kuwatambua na mmetambuana. Asante sana. Kwa hivyo tuje tunawatoa marafiki wa Padre Dietrich. Asante. Asante sana. Tunashukuru Padre kwa kazi kubwa. Asante. Asante sana. Asante. Tunashukuru sana. Basi yule aliyeandaliwa kutoa neno, karibu. Aliyeandaliwa kutoa neno. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Regina Tunasunuka, ni mwanakatoliki. Nimefurahi sana kufika hapa mbele kwa ajili ya tukio hili ya misa ya shukrani ya Dietrich Daudi Mpinga kwa heshima kubwa aliyoionyesha kwa wazazi wake katika kanisa Katoliki. Mungu akubariki sana Dietrich Daudi Mpinga. Sekondari wana neno. Karibu. Hilo jina kwanza ni sio kutoka. Naomba tuombe Baba Mpinga. Kwa msaada. Asante sana. Basi baada ya kusema hayo, sisi ni walimu wa jinsi bora. Nenda kwa mwenyekiti basi. Tunafurahi. Lakini tunafurahi na kwaya. Sio kwa sababu tunaimba ndio hisi au ndio sijui au ndio wanadai. Kwa niaba ya mkuu wa shule kwa na mkumengi kwa walimu tunachache. Tunatambua juhudi ya mzabini tu mahali pale. Hii bahasha tumeweka baba. Ilipaswa kupewa mzee. Lakini tunaona sio msaada. Mzee anaendelea. Sasa na sisi tunakabidhi majukumu na wewe utalea watu wengine. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tunafurahi sana. Basi kwa niaba naisema ipo mkuu wangu mke wake sasa makamu kwa shule. Asante sana. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya wanafamilia wanajamii kwa Chana Sekondari, nakupongeza sana baba kwa kujipa heshima ya kupata mzaliwa wa kwanza. Basi
tuko matawi mawili, tawi moja limetoka kufika. Sisi kama wana YCC, moja tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Padre Baba Dietrich Mpinga, na kwa sababu tunaamini kwamba wewe ndio ulionyesha mfano kwenye chama chetu cha YCC, na sisi tunafuata hizo nyayo, kwa sababu wewe kwa kiongozi unaonyesha mfano ambao sisi bado hatujauacha kwenye chama cha YCC. Pia tunapenda kutoa shukrani kama wanachama wa YCC, na pia tunakutakia maisha mema katika utume wa upadre. Pia tunakuahidi kwamba yote ambayo umetuachia sisi kama wana YCC Igwachanya Sekondari, matawi yote matatu, pia Mtapa pamoja na Msuka, tunaahidi kwamba hizo nyayo zilizotuachia tutazifuata pamoja, na pia hatutakuangusha. Msifu Yesu Kristo. Sisi kama vijana tunakushukuru Baba kwa vile wewe ulikuwa mkurugenzi wa vijana jimbo la Njombe. Asante, basi ni shukrani kwamba wao ndio wapo wanafikiri watu wako. Asante. Hizo tuwatoe kwaya ya kauli wako. Msifu
lakini pia na uongozi wapo wengi. Nafikiri tusipotee sana muda, lakini pia tunashukuru naye mlezi ambaye Mpinga, lakini nashukuru sana tumepata na baba padre ndani ya familia hii ya FCC. Tunafurahi sana, tunakutakia kila la heri kwenye utume wako. Mungu awe katikati yako. Asante sana. Asante. Sisi hapa ni wana Mtoto Mtakatifu, tunawakilisha Mtoto Mtakatifu Kigalo. Hatuna neno la ziada, lakini ni kusema tu asante kwa baba padre wetu ambaye yuko hapa leo. Tunamshukuru sana. Asante. Asante. Ukakata nyuma ya ukakata kwa kwaya ya Mtakatifu alivyoishi toka mdogo, unyenyekevu huu na upole, na Mwenyezi Mungu pia tuseme huwa anaponya kila anayemhitaji. Wakati anakuwa nakumbuka alikuwa na kigumizi wakati anaongea, lakini leo hii wakati anasoma misa pale mbele ya tarehe hata kigumizi. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Mtume wa Fatima Igwachanya. Karibu halmashauri Kigalo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya walei Kigango, mimi ni makamu katibu wa halmashauri ya walei Kigango, tunalo neno la shukrani. Tunakushukuru sana Baba Padre Dietrich Mpinga, tunatambua jitihada zako mpaka hatua uliyofika. Tuna neno la zaidi, tunaomba utume mwema uendelee na uendelee kutulea na kutuombea. Nasi tunakuombea. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana.
tulikuwa naye. Asante utume wa Fatima. Familia ya Mzee Ujinga na Malika pamoja na tuseme familia nzima kwa pamoja, na neno la shukrani kwa Father Patrick Mpinga. Sisi tunasema asante kwa kutuwezesha tena, tunashukuru kwa zawadi ya uhai na kufikia siku ya leo tunapokuwa na neno la shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna neno la ziada. Tumesikia mambo mengi mahubiri yenye kujenga na tunaweza kuponya, ila kuna neno moja tu. Wakati Father anahubiri alisema labda sijui Wakristo waiwachane, amenikumbusha kwamba padri wa kwanza kama parokia ya Iwachane alikuwa mwaka 1985, mwingine alikuwa 1993 kama sikosei, mwingine akawa 1998, na leo hii tunaadhimisha tumepata padri mwingine mpya. Akauliza, je, huu ni uzazi wa mpango? Hilo neno limeniingia. Basi tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kutukirimia wingi wa baraka ili tuweze kupata kizazi kipya, ili kipunguze uzazi wa mpango, tuweze kupata mapadri wengi ili waweze kufanya katika shamba la Mungu. Safari njema ya utume tunazidi kukuombea, na sisi tunaomba tukikabidhi mikononi mwako, uzidi kutuombea. Panapo majaliwa tuzidi kuonana, tunakutakia safari njema ya utume. Makwazo yanabudi kutokea, lakini tunaomba nafasi ya shetani isiwe nafasi kabisa. Asante.
Asante baraza parokia. Basi sisi tuliopo mbele yenu ni viongozi wa halmashauri parokia ya Igwachanya. Mwenyekiti wetu amepata dharura, ameondoka. Mimi ninayezungumza ni makamu mwenyekiti wa parokia. Lakini basi tuwashukuru sana waumini kwa kushiriki tafrija hii ya ndugu yetu, baba yetu Dietrich Mpinga. Tulikuwa tunaisubiria, leo imefika. Tunakushukuru sana. Lakini kama halmashauri usipoteze muda, sisi tuliopo hapa mbele, nayezungumza nimeshajitaja, ninaye mhasibu wa parokia, ninaye mjumbe wa parokia, alafu enzi wetu makamu katibu wa parokia. Lakini basi baba mlezi wako ndiye katibu wa halmashauri parokia ambaye ni Mpinga. Naomba nitoe mchanganuo wa zawadi kwa makundi. Udekano tulitoa 300,000. Kaja Luduga tumetoa 230,000. Leo halmashauri parokia pamoja na waumini kile walichokuunga mkono ule ndani, jumla hii ni keshi iko 419,650. Hiyo naomba ni kabidhi. Hata hiyo iko na kitambaa cha suruali. Kiacha hiyo, hata hii tafrija imeandaliwa pamoja, familia pamoja na halmashauri parokia. Kile tutakachopata hapa tumeshirikiana na familia na halmashauri parokia. Lakini kuna kile ulichopata mle ndani, vingine walikuwa wameshalipokea hapo, vipaji. Tumeona ni vizuri kukabidhi mbele ya walezi wako ili waone kile ulichokipata tumekikabidhi. Kwa hiyo ndiyo zawadi ya halmashauri parokia pamoja na waumini hawa. Tunakushukuru sana. Asante halmashauri parokia. Lakini ninaomba mtu mmoja. Naitwa Raymond, rafiki wa padre mpya. Napata tabu sana kuita baba, sasa nizoea kuita kaka. Sasa mimi lazimiki kuita baba. Basi kwa bahati mbaya nilitamani zawadi hii nitoe hapa, lakini nilikoagiza huko Uwemba wamechelewa kidogo, lakini si vibaya kama nitasema ni kitu gani. Basi ni sehemu ya mavazi ya misa ambayo nilijaribu kuandaa, ikiwa pamoja na stora. Yeye anajua kazi yake kwamba kuhani anapoingia kwenye misa lazima amevaa hiyo stora, lakini kuna amictus wanaita kibega kwa ajili ya kuzuia mavazi mengine yasiweze kuchafuka. Lakini pia tuangalia wote hapa wamevaa kitu fulani hapa, wao wanajua maana yao, ni sashi, wanajua maana yao. Sasa nimemwandalia sashi ambayo ataivalia pamoja na kanzu kama hivi, sababu yuko kanisa kuu pale, lazima apendeze kidogo, sio kwa chini. Pamoja na chingu ambayo ataivaa ndani, atavalia kama kanzu ndefu, basi ataifunga wakati wa misa, ataitumia.
hiyo utakapoona ripoti tu mara utanikuta pale kanisa kuu hili. Asante sana. Zaliwa Mikochanya na mkazi wa Mikochanya, lakini ningependa wengi kuniita Maguruni. Karibuni sana wale wageni Mikochanya, hapa ni mahali pa amani. Amina. Na watu ndogo hapa tunatakiwa wazazi wa kufanya kazi nzuri kwa wengi vijana. Asante. Asante. Basi wajoko uliafaa kwa wazazi walezi wapate miti. Hawapa kila mtu mkono baba yetu. Karibu mfano. Mungu ni mwema kila wakati. Kama tulivyomuomba Padre Litu atatuombee, Padre Craig Mwiname amempa kitabu kimeandikwa Njoni Kwangu, novena na sala kwa maombezi ya watakatifu mbalimbali. Kuna sala nyingi ambazo Litu tunashindwa wewe, lakini sala ni nyingi za kutuombea. Sala ya uponyaji kwenye magonjwa ya moyo, sala ya toba kabla ya kuomba msamaha, sala ya kuomba neema ya kusamehe na kusamehewa, sala ya kuishinda roho ya kisasi na wengine mengi kwa kuombea sisi wakosefu. Hebu kiona kabisa tuombee sisi wakosefu. Leo baba amekupa zawadi. Niseme jamani, unaweza kuona Padre Frank Mwiname kumwambia amepata watu kitabu kama hiki. Kuna sala nyingi kabisa, hadi sana wale ambao wanatarajia wafunge ndoa. Sisi kwa kibarua wetu tuko jamani, msinyime kibarua. Wakautumba siku jamani. Padre sio yupo hapa sasa. Aje akate kiu ya kufungisha ndoa hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Niaba ya familia ya mzee Kauni Mpinga na Richard Mpinga, nimeomba nitoe neno la shukrani kwa wageni wote waalikwa, pili kwa wote waliohudhuria hapa, ndugu jamaa na marafiki, rasmi wote waliosoma naye, walimu wake wote, lakini mapadre wote ambao wamemlea katika safari yake mpaka kufikia leo. Nimeomba nitoe neno la shukrani kwa niaba ya familia. Kwa hiyo kwa dakika mbili, baba hiki naomba kidogo utakuwa mdogo, kwa sababu ujumbe niliopewa nimepewa na wazee. Baada ya hapo, na mimi naanza kupokea maelekezo. Wazee kwanza washukuru kwa kuheshimisha mpaka leo kufikia daraja la upadre, na leo tunasoma misa shukrani ya 3 ndani kwa daraja la upadre. Wazee wanashukuru sana, kisha kushukuru wanazidi kuombea ukue katika imani ile uliyoanza mwanzo, basi ukaikamilisha mpaka safari yako ya maisha hapa duniani. Ulikuwa mtume kwa familia, sasa unakuwa mtume kwa watu wote. Nenda kawahudumie watu wote, wakubwa na wadogo, waliokuzidi umri, bila kujali jinsia, kabila na rangi. Nakumbuka leo katika mahubiri Padre amesema, kuna mwandishi mmoja alisema the end justifies the means. Ukisoma kwa hiyo wanasema sana Lewis Machiavelli alisema haijalishi umepita hatua gani, lakini tunakuja kuangalia mwisho wako ni upi. Unaweza kuwa umepita mapito mabaya, lakini mwisho wako kawa mwema. Ukapita mapito mema, mwisho wako kawa mbaya, tutakuhukumu pale mwisho. Kwa hiyo na wewe tunaomba yale uliyoishi tukiwa pamoja, na safari ya wito mimi nakumbuka tulianza pamoja. Njia tu tumegawana. Mimi nimeingia kwenye utume mwingine na wewe umeingia kwenye utume mwingine. Na
kukumbusha 2007 ndio safari yako ilianza. Sio tunaenda na usafiri wetu huko jumla ya makumbusho pale. Naenda Uruga, unaendelea barabara zako, unarudi hivyo kufaagana, na mimi nikaenda nikakamilisha yale ambayo Mungu alinituma kuyakamilisha. Basi tuko tunahudumiya upande mwingine, lakini safari yetu sote tume na wito unaitwa popote pale. Basi sisi kama familia tutazidi kukuombea kwa Mungu udumu katika imani, ukawahudumie watu wote, na pili umepewa majukumu ya kuwahudumia vijana. Vijana ni wengi, na vijana ni taifa la kesho, ni kanisa la kesho, ni kanisa la leo. Basi tunaomba ukazidi kutuombea, na sisi kama familia tunakuombea. Haya yalikuwa ya wazee. Yangu mimi, naomba na mimi uniombee. Ule wito ambao tuliitwa pamoja nilishia njiani. Basi kwa wito huu mpya naomba kaniombee na mimi nikautimize vyema. Lakini kwa umuhimu ulikuwa ni menda wangu, nilipokea yote. Sikuona kama babangu mdogo, ila niliona kama kaka yetu mkubwa. Basi ulioniachia, ulioniacha unaenda au kuacha kwenye mikono mibovu. Basi nilipoambia kwenye wito mwingine, nikakutana na menda wangu mwingine. Basi kwa umuhimu naomba nimtambulishe mbele yenu menda wangu mpya, Mheshimiwa James Muhoni. Ni hakimu mfawidhi wa mahakama yetu ya wilaya ya Wanging'ombe. Mheshimiwa, basi huyu ni menda wangu mpya, kwa hiyo umeniacha kwenye mikono salama. Tumsifu Yesu Kristo. Nakutakia kila la heri. Karibu wazazi kwa zawadi. Basi hiyo mzee amecheka. Asante, nashukuru kwa kufika mtoto wangu hatua hiyo. Nashukuru sana kwa wote walezi walionilea. Asante. Hawa ni wazazi wa Baba Dimitrick, wanachukua picha ya pamoja. Nimekwisha kutoa shukrani pale kanisani katika ule mnyambuliko, lakini hapa sioni sababu ya kurudia tena kwa kupoteza muda, na hivi nitumie nafasi hii kutoa shukrani kwa ujumla. Ninawashukuru ninyi nyote pasipo kutaja makundi kwa ushiriki wenu katika adhimisho la sadaka hii ya misa takatifu, kunisikiliza mimi ninapomshukuru Mungu na ninyi pia kwa kufikia hatua hii. Ninawashukuru pia kwa kushiriki kwenu katika safari yangu ya malezi na wito toka nikiwa hapa Ikwechanya. Ninawashukuru kwa ushiriki wenu katika matukio ambayo yalianza toka mwezi Januari mwaka huu hadi sasa: shemasi, padrisho, misa za shukrani kule Uruga, na hatimaye nahitimisha hapa, na nitapata muda wa juma moja wa maandalizi na mapumziko kiasi fulani
kwa ajili ya kwenda sehemu ambayo nilikwisha kutumwa. Na hivi ninaposhukuru, ninawaombeni pia msaada wa sala zenu ili basi niweze kufanikiwa katika kazi za kitume ambazo nimekwisha kukabidhiwa. Lakini pia mimi mwenyewe kama nilivyokwisha kusema pale kanisani, na ili msaada wa sala zangu kwenu ninyi pale ambapo mtakuwa ninafanya maadhimisho ya misa takatifu, nitatolea nia mbalimbali kutokana na mahitaji ya kila siku ya mwanadamu ambayo kila mmoja wetu anaguswa. Asanteni sana. Mimi barua yangu ya ripoti sehemu ya utume inaniambia hadi tarehe 11 mwezi wa 8 niwe nimeripoti. Kusema tena nasema hadi tarehe 11 mwezi wa 8, na mimi nimeamua kwenda tarehe 11 hivyo. Basi ninawashukuru. Ninawashukuru basi na niwatakie pia safari njema, na kwa muda wangu basi nitakuwepo Luduga. Majukumu yameshaanza. Paroko wangu Luduga Kambilo, yeye ana ugeni pale kwa Austria, basi anawatembeza wageni sehemu mbalimbali, na kesho anaondoka. Ana wageni na Dar es Salaam, anawapeleka huko Kilimanjaro. Naomba nitoe baraka. Msaada wetu katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu.